Nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeimaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji, nimewekewa taji, taji ya ahadi. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa na mimi na wakati wangu wa kufariki kwangu nao umefika. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Ataniokoa na kila neno baya, atanifikisha ufalme wa mbingu. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na mimi taishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita, nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza, njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba.
katika shida na raha, kaeni kwa pamoja, pangusaneni machozi na kupeana moyo. Shikamaneni katika kila jambo, Ukristo wenu udhihirike kwa matendo yenu. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba, bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha, kaeni kwa pamoja, pangusaneni machozi na kupeana moyo. Msimuache njiani bali tembeeni naye. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba, bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha, kaeni kwa pamoja, pangusaneni machozi na kupeana moyo. Jiwekeeni hazina ya mbinguni, maana ya hapa duniani ni ya siku chache. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba, bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha, kaeni kwa pamoja, pangusaneni machozi na kupeana moyo. Hivi sivyo kabisa tulivyofikiri ulipokuwa kati yetu, kwamba utaondoka mapema hivi na kutuacha
pamoja peke yetu tunalia kwa matumaini kwa kulilia kwa matumaini kwani twajua ulikoni salama tunalia kwa matumaini kwa kulilia kwa matumaini nenda salama rafiki Mathias Mangala. Umezimika kama mshumaa, ndugu na jamaa wanahuzunika. Umeondoka bado mapema, tutaonana kwake Baba. Twajua ulikoni salama tunalia kwa matumaini kwa kulilia kwa matumaini nenda salama rafiki Mathias Mangala. Tunakumbuka ukarimu wako na moyo wako wa imani, twakuombea kwa Mungu wetu upokelewe juu mbinguni. Twajua ulikoni salama tunalia kwa matumaini kwa kulilia kwa matumaini nenda salama rafiki Mathias Mangala. Twafarijika tunapokumbuka matendo yako ya imani. Tunaamini umepokelewa juu
Bethlehemu tunalia kwa matumaini, kulilia kwa matumaini, kwani twajua uliko ni salama. Tunalia kwa matumaini, kulilia kwa matumaini. Nenda salama rafiki Matias Magala.
in peace, Mama. Rest in peace, Mama. Rest in peace, Mama. Ulikuwa na mbio kama ayala kule porini. Ulikuwa jasiri kama simba nyikani. Ulikuwa na nguvu kama simba jike awapo mawindoni. Leo umetutoka Mama, pumzika kwa amani. Nenda Mama, nenda. Pumzika kwa amani. Nenda Rakatare Mama, ulale kwa amani. Mama, 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 nenda Mama, nenda. Nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Nenda Mama, nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Yatima wanalia, yuko wapi Mama? Waimbaji tunalia, tumpate wapi Mama? Kanisa wanalia, tumpate wapi Mama? Pale tulipochoka ulitutia nguvu. Tulipolia sana ulitufariji. Mama, tulipoanguka wewe ulituinua. Tulipovunjwa moyo Mama ulitufariji. Tulipokata tamaa ulitutia moyo. Walipokana hawatujui, wewe ulitujua sana. Tulipofukuzwa na wengine, wewe ulitukumbatia. Nenda Rakatare, tutakutana mbinguni. Nasema nenda Mama, nenda pumzika kwa amani. Vita umevipiga, mwendo umeumaliza, imani umeilinda. Pumzika kwa amani. Ukimwona Elia mwambie bado tunapambana. Ukimwona kulala mweleze bado tumesimama. Ukimwona Yesu mwenyewe mwambie bado tunamwamini. Wendo tunakaza sana, vita tunapiga sana. Wewe ulitufundisha Yesu tusije mkana. Nenda Mama, nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Mama, 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 nenda Mama, nenda. Nenda pumzika kwa amani. Nenda Rakatare pumzika kwa amani. Tutakukumbuka Mama. Nenda Mama, nenda. Nenda pumzika kwa amani. Shujaa wa imani. Nenda Rakatare wetutoka Mama. Pumzika kwa amani. Tulikupenda Mama.
in peace, mama. Rest 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 in peace, mama.
enseria ya nyasaye enkeria ya babui tochengena togoke totanganire na Yesu tochengena togoke totanganire na Yesu orogendo roko era togogendaria igoro enseria ya nyasaye enkeria ya babui tochengena togoke totanganire na Yesu tochengena togoke totanganire na Yesu Mami tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore wala wa mi tomorore bairi vai tomorore pasani vai tomorore abegeri tomorore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwanu nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baya bonsi begenete tomorore tomorore Chikobao, barendi babo makobao, obo wenya tibokobao, Mario gabo takayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, chinkendu chikobao, barendi babo makobao, obo wenya tibokobao, Mario gabo takayo, marwaire takobao, eme chando tekayo, marwaire takobao, eme chando tekayo. Mami tomorore sokorone tomorore tato mi tomorore mamo mi tomorore wala wa mi tomorore bairi vai tomorore pasani vai tomorore abegeni tomorore onyerio kabegenete naitonye chegenire Yesu mwanu nyasaye tomorore ne rumobaso msanere tomorore elianere tomorore enokunere tomorore ababu ibonsi tomorore baria bonsi begenete tomorore tomorore Chikobao, ubo borakati bokobao, ubo takati bokayo, ebibe byonsi bikobao, ama kweli na sekererwe, ama rigata kobaroro, ama kweli na sekererwe, ama rigata kobaroro, chintakana chikobao, ubo borakati bokobao, ubo takati
takatibo kaiyo ebibe byonsi mbikobaho amakweri nasekererwe amariga takobaruro amakweri nasekererwe amariga takobaruro Masani vai tonto barore, abegeri to barore, onerio kabegete, naito netwegerire, Yesu manu nyasaye, tomorore rumobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore. Tobarore, vaya bonsi begenete, tobarore, tobarore. Masani vai tonto barore, abegeri to barore, onerio kabegenete, naito netwegerire, Yesu mwana nyasaye, tomorore ne rumobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore. Tobarore, varia bonsi begenete, tobarore, tobarore. Sogea pole pole, mwamini Mungu, pole pole utafanikiwa. Hata kama sio leo, kuna siku utafanikiwa na wewe. Mwamini Mungu, utafanikiwa na wewe, utafanikiwa. Maombi yako amesikia, jipe moyo, subiria. Mwamini Mungu, subiria na wewe utafanikiwa. Tuko mbele za Mungu sisi wote tunajipanga. Oh, mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Wanaokudharau kuna siku watashangaa. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Wanaokutema mate kuna siku wataomba rifti. Mwamini Mungu, wataomba rifti, utafanikiwa. Wanaokudharau kuna siku watabaki midomo wazi. Mwamini Mungu, yupo siku utafanikiwa. Yupo Jehova anayewafuta watu machozi. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa.
wanaofanana na mume wako sura. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Msukuma mkokoteni, kuna siku utaendesha gari lako. Mwamini Mungu, Gari ipo siku lako. utafanikiwa. Wako matajiri wengi walioanza kwa kuuza karanga kama wewe. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Wako matajiri wengi walioanza kwa kuuza mahindi ya kuchoma. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Wenye maduka wengine walianza kwa kuuza kibanda. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Hata miti mikubwa ilianza kama kimchicha kidogo tu. Mwamini Mungu, Kidogo. ipo siku utafanikiwa. Aliyemshangaza Sara uzeeni bado yupo. Mwamini Mungu, ipo Bado siku yupo. utafanikiwa. Ukitafakari tatizo lako, moyo unaumia mpaka unatamani kumwambia Mungu, mbona unachelewa? Kitabu cha Mwanzo 21, nenda ukasome habari za Sara na Ibrahimu, utagundua hujachelewa. Bado yupo, bado anakuwazia, anajibu kwa wakati wake, bado hujachelewa. Endelea kusubiri, kuna siku Mungu atakufuta machozi. Mwamini Mungu, ipo siku Machozi. utafanikiwa. Mwamini Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo anajibu. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Rafiki yako kafunga ndoa, sasa inafuata harusi yako. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Rafiki yako kafanikiwa, sasa unayefuata ni wewe. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Hata kama sio leo, kuna siku utafanikiwa na wewe. Mwamini Mungu, Na ipo wewe. siku utafanikiwa. Mungu hachelewi wala hawai, utafanikiwa ndugu yangu. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Mungu hachelewi wala hawai, anatenda kwa wakati wake. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Zambe na biso, zambe na bikamwa, zambe nanga, zambe nanga. Kosi na Yuda, Wakongomani wanasema
Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Shikamaneni katika kila jambo. Ukristo wenu udhihirike kwa matendo yenu. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Kati yenu mmoja akijikwaa, msimuache njiani bali tembeeni naye. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Jiwekeeni hazina ya mbinguni, maana ya hapa duniani ni ya siku chache. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo.
nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Hivi sivyo kabisa tulivyofikiri ulipokuwa kati yetu, kwamba utaondoka mapema hivi na kutuacha peke yetu. Tunalia kwa matumaini, kwa matumaini, kwani twajua uliko ni salama. Tunalia kwa matumaini, salama rafiki Matias Mabala. Umezimika kama mshumaa, ndugu na jamaa wanahuzunika. Umeondoka bado mapema, tutaonana
Nenda salama rafiki Matias Maganga. Tunakumbuka ukarimu wako na moyo wako wa imani. Twakuombea kwa Mungu wetu, upokelewe juu mbinguni. Twajua ulikoni salama. Tunalia kwa matumaini. Twakulilia kwa matumaini. Nenda salama rafiki Matias Maganga. Twafarijika tunapokumbuka matendo yako ya imani. Tunaamini umepokelewa juu mbinguni kwenye twajua ulikoni salama. Tunalia kwa matumaini. Twakulilia kwa matumaini. Nenda salama rafiki Matias Maganga.
Karibu kwa ibada ya misa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndugu na chama mlio hapa na kwa sana shirikiane kumwombea huyo Bwana yetu ajaye dunia tuache msamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia, na tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Muombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea mziba huu kwa imani. Bwana wetu Yesu Kristo aliyetuonyesha njia iendayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo aliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo aliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Muombe Bwana usikilize sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Mary Indiama Ansongo. Tunakuomba pia uwatazame hao watumishi wako wanaomboleza, uwape nguvu za kuvumilia msiba huo kwa imani. Jalia sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yote hufutwa. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sasa wale ambao walikuwa wanabeba njoeni Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwa mwanao alikufa na kufufuka. Jalie kwa wema wako kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Mary Nekiza aliyelala katika Kristo pate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaishi na Bwana katika umoja wa Mtakatifu Mungu daima na milele. Amen. Tuketi tusome. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi Yohane niliona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aliyeketi katika kiti hiki. Dunia na mbingu zikakimbia uso wake. Asikupata tena mahali pa kukaa. Niliwaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya kiti cha enzi. Vitabu vikafunguliwa na kitabu kingine cha uzima kikafunguliwa. Wafu wakahukumiwa kadri ya matendo yao kama yalivyoandikwa
katika vitabu hivi. Bahari ikatoa wafu waliokuwemo ndani yake, na kuzimu ikatoa wafu waliokuwemo ndani yake. Wakahukumiwa kila mmoja kadri ya matendo yake. Kisha mauti ya kuzimu vikatupwa katika ziwa la moto. Hii ni mauti ya pili, yaani ziwa la moto. Ikiwa mtu fulani hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ziwa la moto. Niliona mbingu mpya na nchi mpya, kwani mbingu ya kwanza na ulimwengu wa kwanza vilikuwa vimepita pia, bahari haiko tena. Neno la Bwana. Saburi ya kuitikizana. Maneno ya kiitikio. Ee Bwana, na kuinulia roho yangu. 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 Taimba na kwaya.
Uridhini ufalme mliowekewa tangu mwanzo wa dunia. Haleluya. Bwana awe nanyi. Injili takatifu iliyoandikwa na Yohane. 3:16 hadi 20. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwengu ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha hukumiwa, kwa sababu hakumwamini mwana pekee wa Mungu. Na hii ndiyo hukumu, ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Maana kila atendayo maovu huchukia nuru, wala haji kwenye nuru, ili matendo yake yasije yakakemewa. Injili ya Bwana. Lakini kwa sababu ya upendo wa mwenzetu Mary, tumeweza kufika hapa kwa jambo moja, kwamba tuweze kuweka roho yake mikononi mwa Mungu ili aweze kuipokea. Kwa vile Mary akiwa katika maisha aliweza kuchagua kilicho bora kabisa ambacho hakiwezi kuondolewa kwake, kwamba alitamani baada ya maisha ya hapa duniani anahitaji kuendelea kuishi, hataki maisha yaishe. Hivyo akaweka maisha yake kwenye tunasema kwenye ulinzi wa hali ya juu. Kwa sababu katika somo la kwanza tumeelezewa kuhusu kitabu. Unapoenda mahali popote kutafuta kazi, kitu chochote, watu wanakuambia karatasi iko wapi ya kutirisha ulikuwa shule, ulipata hii marks yako, kwa hivyo unahitimu kupata kazi. Na kule mbinguni pia Mungu anahitaji karatasi. Je, jina lako liko wapi hapa? Ili jina tunaanza kuliweka kwa kitabu cha Mungu kupitia ubatizo. Mwenzetu ambaye Mungu amemuita kutoka duniani alifahamu hayo na akaweza kuandikisha jina lake katika hicho kitabu cha uzima, kwamba wakati Mungu atakapoita, tuliambiwa ataita wale waliokufa na aanze kuwasomea makosa yao. Hata kama ulikufa kwa Mungu hujakufa, bado anakungojea. Lakini mwenzetu ambaye Mary, yeye sasa aliweza kujua hayo, akaweza kuandikisha jina lake pale. Kwa hivyo hata akiitwa ni kwenda tu kuongea na Mungu, mwambia shukrani, umefanya kazi njema, maisha uliyotafuta ndio haya. Lakini bado katika imani yetu ya Kikristo, bado mwenzetu wakati huu anahitaji maombi yetu, kwa sababu si rahisi wakati wa kuondoka duniani tuwe tumejiandaa vya kutosha. Kifo kiko tu, kwamba kifo akileti any difference. Tunaendelea kusema si mtu anakufa. We should learn kwamba hata sisi we are going to die. Lakini swali, je, do we have any way we can prepare ourselves better when this day comes, tupate msaji jiandaa? The answer is very simple. Ni kumungama Kristo, mwana wa Mungu aliyekuja duniani kutukomboa, na ukweli alitukomboa. Na alipotukomboa, yeye hatakufa, ataendelea kuishi. Na hivyo sisi ambao tukao shikamana na yeye kwa imani, vile mwenzetu Mary amefanya, hawezi kukufa tena na hawezi kukosa kuishi, kwa sababu wataishi na Kristo miaka yote. Hiyo ndio tunasema matumaini, hiyo ndio furaha ambao Mkristo anatuachia. Tunasema yes, tumepoteza mwenzetu yuko na sisi, lakini tunasema katika imani tunajua tutakutana na yeye,
That's the only real hope that we have. Na inatupatia inatukatishia yale machozi tulikuwa tunamwaga. Nasema ndio, anasema tulie. Ndio ameenda, lakini tuko na matumaini, tuko na imani tutampata maisha mengine. Kwa hivyo kazi kubwa tumesema sasa hata sisi ni kuendelea kujiandaa kila siku, because hatujui ile siku, okay, it's between 7 days tutakuwa tumekufa pale, lakini the exact day and time hatujui, but we are going to die. So what can we do is to prepare ourselves for the coming of this death, that when it will come itatupata tumeshajiandaa. Ndio Kristo wakati anatuambia kama mwenye nyumba angeichua wakati mwisho anakuja angelala, na sisi tunajua mwisho wetu ni nani? Ni kifo. So let us not sleep, not literally, but tuendelee kufanya mambo ya kawaida tu, kwenda kanisani, kuombeana, kusameheana na kuweka imani kwa Kristo. Hii siku inapokuja inatupata bado tuko macho. Kwa hivyo wakati wa jioni, kwa vile wenzetu wametembea sana na wanahitaji kupumzika kiasi, tunasema tuendelee hasa kusaidia familia ambao wakati huu wamebubujikwa na majonzi, hawezi wakaona mambo vile naenda. Sisi ambao tumeandamana na wao tusaidiane, tuone kwamba sherehe ya mwenzetu imekuwa ni sherehe ambayo inafana, ingawa ndio tuna ujungu, but we have no option. We must prepare well, tuweze kumpatia kwa heri ambayo ni kwa heri wa mzuri kabisa, aweze kupumzika na yeye huku na sisi tukingojea siku yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame kwa sala za maombi. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuokolee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tumeomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi mtakatifu wote, tunakuomba uvitakatifu ibaki kwa mwili wako ili kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alitolewa na kuingia kwa yale katika mateso yake, atamkata kushukuru kwa Mungu kama basi wakasema, twaeni ule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo baada ya kula katika kikombe, akakibariki, akamshukuru tena kwa wafuasi wake akasema, twaeni unywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu kwa ajili ya wingu wa ya dhambi. Hili ni ukumbusho wangu. Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo kwa mwanao, na mkate uzima na kikombe cha wokovu,
Tunakushukuru kwa kwamba sasa mbele yako tumetumikia. Pia tunakusihi kwa nyenyekevu ili kwa kushiriki na damu ya Kristo. Tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana ulikuwa hako na neema wote duniani. Waweza katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14. Na askofu wetu Yesu kwa neno lake wote. Ukumbuke mtumishi wako Mary Indiama Onsongo uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyefikishwa kifo cha mwanao kwa batizo asiriki ufufuko wake. Ukumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakati tumaini ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye uso wako. Tunakuomba uturumie sisi wote pamoja na Maria Bikira mwenyewe mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu yako ya Bikira, mitume wenye hena watatu wote waje kupeleza dhambi kale, tusaidie kushiriki uzima wa milele na kusudi kutukusa kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima na tukufu wote daima na milele. Amina. Wakulitia Yesu mkosi na Yesu Kristo tukifuata mkia ya Mungu tunataka kusema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana tunakuomba tukubariki katika mambo yote, tujalie wema, amani na maisha yetu kusudi kwa msaada wa Mungu yako tupolewe daima na dhambi wala tusiwadishe na jambo lolote tunapotusamea tupende heri na uchovu mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo uliwaambia mitume wako amani wajieni, amani yangu nawapa, usisame dhambi zetu ila tuimani ya kanisa lako, upende kulijalia amani moja mapenzi yako na hizo utawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Takiane amani.
Busia, mama zangu kutoka Busia, masemeji zangu kutoka Busia, wanakwaya na Wakristo wote wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Leo hii nasimama katika hali ya Mungu kumkumbuka mpenzi wangu, kumulia mpenzi wangu, na kumsherekea mpenzi wangu kwa ile wakati Mungu alitukubalia tukakaa naye, ambayo ni zaidi ya miaka 25. Leo sitaongea mengi sana. Langu ni kuintroduce familia. Kesho ndio nitaongea zaidi. Lakini nikimalizia, huyu mwenye tunasherekea nimeona ako na majina mengi. Anaitwa Mary, Topista, Topi, Babu, Wesonga, Idiama, Onsongo. Kwa hiyo majina yote mimi sikuwa namuita hayo majina yote yenye nimetaja. Kama mpenzi wangu wa roho, kulikuwa na titles mbili zenye nilikuwa namuita. Wakati ikifika nitaweza kusema hizo titles zilikuwa gani. Mungu alitupenda, na Mungu najua alipenda marehemu zaidi. Kwa watoto wangu, mmefunzwa ya kwamba Mungu wetu ni wa huruma, Mungu wetu ni wa upendo. Mnaweza kuwa na swali, mbona huyu Mungu wetu wa huruma na Mungu wetu wa upendo akatunyang'anya mama wakati tunamhitaji zaidi? Kama mama yenu ambaye pia ni mpenzi wangu ameitwa na Mungu, haimaanishi ya kwamba Mungu wetu sio wa upendo, haimaanishi ya kwamba Mungu wetu sio wa huruma. Mungu wetu bado ni wa huruma na ni wa upendo, kwa sababu hata kama mnaona mmebaki peke yenu, mmebaki na Mungu na mmebaki ndani ya Mungu. Na mimi niko, Mungu akinijalia, mnajua vile nawapenda, mnajua vile nitawatunza, kwa sababu kuanzia leo nitakuwa mama na baba yenu. Tuendelee kumwamini Mungu, tuendelee kumwomba Mungu na kila kitu itakuwa sawa. Mama aliwatunza vizuri, alihakikisha ya kwamba mumelelewa njia ya kanisa, mumelelewa njia ya Kikristo, na tutaendelea kuomba tuwe ndani ya hiyo njia. Kuna wakati mmoja nilikuwa na shida. Mimi kama Mkatoliki ninajua umuhimu wa saburi, lakini kuna umuhimu moja sikujua, na marehemu ndio aliniambia kama uko na hii shida itatatuliwa na saburi. Wakati zake za mwisho kwa hii dunia nilimpatia zawadi. Kwa maisha yetu nilikuwa nimempatia zawadi mingi, lakini wakati niliona siku zake zinaendelea kuyoyoma, nilimpatia zawadi ya saburi. Na mkifungua hapo utaona saburi iko kwa shingo lake, kwa sababu alinionyesha maana na umuhimu wa saburi. Ndoa yetu ilibarikiwa na watoto wengi, na wakati tulifunga harusi, wengi wenu mlitembea mpaka Busia mkakuja kuhudhuria hiyo harusi, na nyinyi wenyewe mnajua ya kwamba ilikuwa harusi tamu, harusi mzuri, na Mungu alitubariki na watoto mnaona hapa mbele. Wa kwanza anaitwa Constantine Nyang'ao,
ako nje kidogo. Wa pili anaitwa Georgiadis Gift, vile vile ako nje kumsaidia huyo Constantine. Hawa wengine watasemea majina yao kuanzia huyu watatu, lakini huyu nitamsemea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Precious Mora. Asanteni kwa kuja. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. My name is Neville Nyangai Machogo. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. My name is Ashton Onsongo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Dalton Kidiana. Asante. Na huyu anaitwa Christine. Nimemsemea jina kwa sababu aongei na asikii, lakini mtoto mwenye alikuja kwetu kama kusaidia kazi, kumbe Mungu amemtuma kwetu. Ametulinda vizuri, amehudumia mama Kose ambayo ni Mary kama alikuwa mzazi wake. Amekaa nasi zaidi ya miaka 5 na nashukuru Mungu kwa sababu alituletea huyo mtoto. Asante, mbarikiwe. Na la mwisho nawashukuru kila mmoja wenu wenye wamesimama nasi kuanzia mwanzo kwa ugonjwa na kwa hii safari ya kuhakikisha la kwamba mpenzi wangu amepatiwa kwa hili la mwisho la heshima. Mwili wake kesho utawekwa ili kama mbele ya leo itakayotukuka, na roho yake ingie katika raha ya milele. Tukuomba Bwana, mpokee huyu mama Yesu katika uzima wa milele, na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Amina. Sasa tutabariki mwili alafu tutausindikiza kuelekea nyumbani. Wale ambao watakao tusaidia kubeba wajonge. Vita, 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 vita,
Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Shikamaneni katika kila jambo. Ukristo wenu udhihirike kwa matendo yenu. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na kupeana moyo. Msimuache njiani bali tembeeni naye. Njia ya kwenda mbinguni ni ngumu na nyembamba. Bebeaneni mizigo yenu ninyi kwa ninyi. Katika shida na raha kaeni kwa pamoja. Pangusaneni machozi na